Naitwa Ali Musa Mfaume, ni mkazi wa kijiji cha Kishapu, kata ya Kishapu, wilaya hii ya Kishapu. Ulimaji tunaotumia kwa leo ni ulimaji wa kisasa zaidi, lakini pale mwanzo tulianza na kienyeji zaidi. Tulikuwa tunatumia mbolea za samadi, lakini mwisho wa siku hizo mbolea zilikuwa hazifanyi matunda na kuwa kwenye ubora, kwenye kiwango cha soko zuri. Zilikuwa zinatoka kama tulipokuwa tunatumia samadi peke yake, tikiti ilikuwa ina raise mpaka kilo 3, 4. Lakini leo hii tikiti hii sehemu kubwa ina kilo mpaka 6, 7, 8 mpaka 10. Kwa hiyo yote imetokana na ubadilikaji wa kilimo kutoka kilimo cha awali kuja kilimo cha sasa kwa kutumia mbolea za kisasa hizi za ruzuku. Sasa hivi tuna aina kama 3 hivi za mbolea. Kutoka kwenye samadi tuna aina 3 mbolea za kisasa ili kukamilisha mfumo mzima wa kilimo, hususan kukuza matunda. Tuna NPK, tuna DAP. DAP inakuwa ni ya kiwango cha awali kabisa, wakati bado tikiti ina inchi moja kutoka usawa wa ardhi. Lakini huja tena NPK na yenyewe kwa wakati wa katikati, mwisho kani kwa ajili ya ukuzaji wa tunda. Kwa hiyo ni hatua moja kubwa sana kutoka mwanzo. Kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan uwezesho wa pembejeo mbalimbali. Hapo mwanzo tulikuwa tunahangaika sana, bei ilikuwa kubwa ya pembejeo, hususan mbolea NPK, kani sambamba na DAP. Tulikuwa tunapata kwa bei kilo 50 ni shilingi 150,000 na kuendelea. Lakini leo hii kwa kutumia namba za ruzuku hizi tunanufaika kupitia hivyo. Leo tunatoa shilingi 76,000 kwa mfuko mmoja badala ya 150,000. Kwa hiyo inaturahisishia sana uendeshaji na kugharimia kilimo, hususan kwenye mbolea hii ya ruzuku. Tunashukuru sana serikali na tunaomba iendelee kutushika mkono sisi wanakikundi ama wakulima wa mazao haya ya bustani. Tunashukuru sana, tunashukuru serikali hii na Mungu ibariki serikali yetu. Asante. Wito wangu kwa wanavikundi ambao wanajihusisha na shughuli za kilimo, kwanza watumie wataalamu wa kilimo ambao wapo kwa ajili ya kushauri. Kwanza saa hizi tuna vipimo vya kupima kujua rutuba ya udongo iko kiasi gani. Kwa hiyo tunashauri wakulima kabla hawajaanza shughuli zao waone wataalamu, wapimie udongo wao, wajue udongo una mahitaji gani na unapungukiwa nini. Kisha unapoingia kwenye kilimo basi waweze kuweka zile mbolea ambazo zinafaa kwenye maeneo yao kwa ajili ya kuongeza uzalishaji. Bahati nzuri huku ni wafugaji pia. Tunapata mbolea za samadi kwa maana ya kinyesi cha ng'ombe, lakini pia na mbolea za viwandani. Sasa kwa changamoto ambayo maeneo wana changamoto ya maji, tunawashauri zaidi watumie samadi. Lakini kwenye upatikanaji wa maji basi watumie mbolea za viwandani kwa sababu zina matokeo ya haraka na zinaleta tija kubwa kulinganisha na mbolea za samadi. Za samadi zinaleta tija lakini baada ya muda mrefu. Lakini mbolea za viwandani ni papo kwa papo. Ukiweka mbolea na maana tayari hapo mmea unapata